Sasa mke wangu, kuna dharura fulani imetokea hivi. Kule nilikwambia kwa mtaalamu kwamba tunaenda leo, tutaenda kesho. Kuna rafiki yangu fulani hivi, kuna mishe moja hivi tunaenda kupangilia hivi. Ni mishe ya hela ndefu hivi. Kwa hiyo sasa, yani kule kwa mtaalamu tutaenda zetu kesho. Kesho ndo tutaenda. Umenielewa mke wangu? Na mimi ndo naenda hivi. Asa huyo daktari anga kanitunga sindano yani. Atakuwa amenichoma sindano gani? Inazidi kubadilika tu. Rangi ya ngozi yangu inazidi kubadilika. Au itakuwa amenichoma sindano ya sumu? Yaani sisi hatujasoma. Yaani watakavyotuambia sisi tunaitikia tu. Mama tuambie hivi, mama tuambie hivi. Lakini kweli, maana sisi hatuelewi chochote. Sisi kazi ni kuweka tu makalio na kudungwa sindano. Yaani mimi sasa nawaza huku hivi, hali yangu inazidi kuwa mbaya, huku ananiambia daktari nitafute milioni 12 ili ugonjwa wangu upone. Sasa mimi nafanyeje hapa? Nafanyeje? Kwa hukumu rubu waenga mimi natenda vipi? Nitafanyeje mimi kweli? Milioni 12 zote hizo. Lakini sawa, ngoja ngabangaize kwenye kilinge changu. Nigonge hata mtu milioni 20. Yaani atakayejilesi tu kwenye kilinge changu pale. Atanielewa mimi nani. Na mgonga milioni 20, then naenda ili niweze kupona. Sasa hapa kabla ya kutapeli mtu na kuanza kuvutia wateja nini ili niweze kupata hizo milioni 12, hapa natakiwa niende kwa rafiki yangu Kidundo. Nikajaribu tu kumwambia labda kama anaweza kanikopesha hata milioni 10, hizo nyingine nibangaize kokote kule. Lakini milioni 12 zote hizo. Mbona nyingi sana? Lakini hamna shida. Ngoja niende kwa rafiki yangu Kidundo. Maana rafiki yangu yule hajawahi kuniangusha mimi. Hajawahi kuniangusha. Marafiki toka utotoni. Yaani hatujawahi kuangushana. Ngoja niende huko. Shasha baba, muda wote ule hatokeshei gitaa. Yaani mimi mpaka nachoka. Shasha toka muda ule alivyoondoka. Yaani Shasha kama vipimo hivyo, vitakuwa vipimo gani? Mimi naondoka jangu bwana. Lakini baba alisema nikiondoka atanivunja miguu. Ngoja nimsubiri tu. Kidundo. Kidundo wewe. We Kidundo rafiki yangu. Nikutembelea hebu la uzo unione. Nikutembelea hapa. Hebu toka uje unione. Kidundo. Mimi rafiki yako Ngingo. Bwana Ngingo vipi? Safi. Sasa toka huku tuje tusalimiane vizuri. Sio naongelea ndani tena. Vipi tena? La wanze mkula mse huku. Ko? Niwe rafiki yangu amini Ngingo. Mame wewe, hikuwa mimi meso yangu. Hikuwa mimi meso yangu miediero. Siamini macho yangu mimi leo. Ko, umepotelea wapi rafiki yangu? Kwanza kabla ya yote, tuenzetu pale kwenye magogo pale tukatulie kabla tujaongea vitu vingine. Tuenzetu pale. Rafiki yangu Kidundo huyo. Kitambo sana. Twende basi tukapige story 2-3 maana leo nimeona nje nikutembelee rafiki yangu. Twende zetu pale. Haya rafiki yangu Ngingo. Uko kulawa kweli huko? Kuna ugima huko? Huko nakotoka kuzuri huko? Naona rafiki yangu umekuja stukiza. Ungeniambia nikuandalie hata chai tu. Haya uko kulawa kweli huko? Kweli? Hakuna ugima wote. Hakuna uzima wote, ni matatizo tu. Kwani wewe huoni rangi yangu ya ngozi ilivyobadilika hivi? Hicho kitu nicho nenganga nkuuza. Hicho kitu nataka nikuulize. Kwa nini rangi yako imebadilika hivyo? Rangi ya ngozi yako ilikuwa vizuri rafiki yangu. Kutendai na wakutendai huko. Rafiki yangu Kidundo, acha tu. Yaani mambo yaliyonitokea mimi ni makubwa. Chanzo chenyewe kilikuwa hivi. Yaani mimi kwenye pita zangu hivi, si nikakutana na mbunyeto moja mtaa fulani hivi. Sasa nikaenda kuishughulikia. Sasa baada ya kuishughulikia sasa, yaani nikawa sijielewe mwili wangu. Nikaona bwana, hamna shida, ngoja niende kwa daktari ili akaweze kuniangalia afya yangu. Sasa naenda kule, daktari bora anipime, anaanza kunichoma sindano. Ndio hivi rangi yangu tena imebadilika. Na baada ya hapo akaniambia kwamba yaani ili nipone natakiwa nipate milioni 12. Yaani mimi sielewi kabisa rafiki yangu. Ndio kisa kilichonikuta hicho. Ngingo. Yaani umalaya huleki ile. Umalaya hujaacha. Yaani toka ulivyofumaniwaga utotoni vile ukiwa unabaka kuku, lakini umalaya huache tu. Sasa mimi nilijua utaacha. Umeona sasa madhara yake. Ulikuwa unaingia mara kwa mwanamke huyu, mara huyu,
Sasa umepata nini? Haya, angalia sasa ngozi yako inavyobadilika hivi. Kupatayo na kuuza. Sasa Kidundo, unacheka nini? Kipi kinachokuchekesha hapa? Mimi nakwambia tena wewe unacheka. Bora unaambie tufanye hivi, tufanye hivi. Sasa wewe unaanza kucheka. Sasa mimi nimekuja hapa ili tufanye nini? Nimekuja hapa. Nia ni kwamba unisaidie kwamba tunafanyeje. Sasa wewe unaanza kunicheka vipi tena rafiki yangu? Lekan second. Ihungiradi hela. Yaani toka muda ule ulipokuwa unagonga mlango. Sasa nilikuwa nakuchungilia dirishani. Naangalia hivi nasema rafiki yangu, mbona rangi tena imebadilika ya ngozi? Labda vipodozi hivyo. Au mwenzangu ulikuwa unapaka vipodozi? Sasa rafiki yangu, acha utani sasa. Sasa mimi nataka nikwambie sasa dhumuni na lengo la kuja hapa. Shida yangu mimi hapa, nataka unikopeshe milioni 12. Milioni 12 ya matibabu ambayo nimeambiwa nikipata hiyo pesa hiyo, tunaweza nikapona huo ugonjwa wangu. Sasa wewe kama rafiki yangu, utanisaidiaje hapa? Maana najua hela unazo rafiki yangu. Unalima matonga, maviru, kila kitu unalima. Utanisaidiaje hapo rafiki yangu? Sasa rafiki yangu, ujue hela hiyo uliyotaja ni kubwa sana. Na ukilinganisha na maisha nayoishi hapa, yaani hiyo utaacha tu nicheke tu. Maana mimi sina hata shilingi 10. Sasa wewe unaniambia eti unatakiwa milioni 12. Mimi nikukopeshe milioni 12. Mimi nikukopeshe milioni 12. Kweli unavyoona? Rafiki yangu. Kweli unavyoona mimi na milioni 12 hapa? Sasa rafiki yangu, unajua kwa nini nimekuambia wewe? Waswahili wanasema usimdharau mtu usiyemjua. Lakini mimi nakujua wewe. Sasa nikudharau labda unaweza ukawa na hiyo milioni 12 ukanisaidia. Sasa wewe rafiki yangu, alo. Lakini ndio hivyo, siwezi kukuforce unipe hizo milioni 12. Ngoja mimi nikachakalike kwenye uganga wangu ili niweze kupata hiyo pesa. Yaani rafiki yangu nikwambie tu ukweli. Yaani mimi hiyo pesa sina hata robo yake, hata serusi yake sina hata 100. Yaani mimi maisha magumu tu amenigonga tu hapa kijijini. Kwa hiyo sasa rafiki yangu, wewe nenda tu kapambane kwenye uganga, labda unaweza ukapata mtu ukapata hela. Lakini mimi sina hela rafiki yangu. Ningekusaidia kweli. Nina hela mimi. Rafiki yangu, sasa ngoja nikafanye harakati chapchapu niweze kupata hiyo pesa. Maana nimeambiwa nikichelewa ugonjwa ndio unazidi kusambaa mwilini huko. Sasa ngoja niende rafiki yangu. Wewe tutaonana. Sawa Ngingo, wape salamu. Sasa rafiki yangu Kidundo namueleza shida zangu, anaanza kucheka. Si unaona dharau hizi? Dharau kabisa. Yaani mimi naanza kumuelezea, anaanza kucheka. Sasa ndo nini? Nipate milioni 12 ili niweze kupona ugonjwa wangu. Nitafanyaje mimi? Yaani hapa cha kufanya ni kwenda kutega kwenye kilinge. Nikutega tu kwenye kilinge kusubiri wateja, nikumchapa mteja hela nyingi sana ili niweze kupona ugonjwa wangu. Mtu akija akiniuliza, "Mbona una rangi hiyo?" Namwambia, "Ni mambo ya uganga tu, nimejipaka mambo fulani hivi ili niweze kuwa fresh, mizimu yangu iweze kuridhika." Kwa hiyo, ngoja nirudi zangu tu nyumbani. Kakobe, fungula mlango. Fungula mlango ishakuoya mimi. Fungua mlango nisharudi mimi. Shasha baba, nini? Mbona umepaka poda tena mwili mzima? Umepaka poda wapi tena baba? Makimba yako. Mimi naweza nikapaka poda mimi. Kwa unavyoona mwanangu, mimi naweza nikapaka poda kweli. Sio unaongea ushoroto wako mbele yangu. Utakuzaba vibao sasa hivi. Yaani mimi nimekuja hapa, bora uanze kunisalimia au uniambie mambo gani yametokea hapa Kilingeni nilivyoondoka. Wewe unaanza kusema, "Baba mbona umepaka poda? Kuna poda ya rangi hii." Unavyoona kuna poda ya rangi hii? Na kuuza. Kuna poda ya rangi hii? Shasha baba, mimi nimekosea nini kukuuliza? Nimekosea nini kukuuliza baba? Huna kosa. Sasa lakini ulivyoniuliza, yaani mimi kuingia, wewe unaanza kuniambia sijui nimepaka poda. Si lazima nikasirike. Haya, achana na hayo mambo. Vipi hapa Kilingeni? Hajaja mgeni wowote hapa? Hajaja mtu wowote wa kuhitaji tiba? Ndio baba, hakuna mtu yoyote aliyekuja hapa kuhitaji tiba. Lakini shasha baba, vipi huko kwenye vipimo? Vimesemaje huko? Asa kumbe huku baada, huku hombo.
Iya. Mwanangu, mimi nacheza kama nina furaha, lakini hapa nahitajika milioni 12 ili kuweza kutibu ugonjwa wangu unaonisumbua. Yaani mimi na ugonjwa mkubwa sana mwanangu. Yaani ugonjwa wenyewe sijui nimdanganye. Ugonjwa wenyewe ni wa kulisi. Yaani nimelisi kutoka kwa baba yangu. Sasa inatakiwa milioni 12 ili niweze kutibu ugonjwa wangu. Kwa hiyo sasa natakiwa tutafute hapa milioni 12 ili niweze kutibiwa ugonjwa wangu. Ndiyo Shasha baba, huo ni ugonjwa gani? Sasa huyo maswali yote sijui nimwambie ugonjwa gani au mfungwe. Sasa mwanangu, mimi naumwa ugonjwa mmoja hivi. Ugonjwa wenyewe unaitwa mfumbweji. Ni ugonjwa mpya, yani ugonjwa ambao yani ndo mimi nao tu. Unaitwa mfumbweji. Ugonjwa wa mfumbweji. Ndio daktari alivyoniambia. Sawa baba yangu, utapona tu, utapona. Na pesa tutapata. Umesikia baba? Ila mwanangu wanibweda we. Mtoto wangu unanipenda sana. Yaani unapenda ujue hali yangu kwamba naendeleaje. Nakupenda sana mwanangu. Sasa ngoja mimi nikajipumzishe ndani huko. Tutaonana baadaye. Ngoja nikapumzike kwanza.